Imagine Ogobina sacrificing her show because of demu wa Facebook. Ogobina amesacrifice vitu mingi because of demu wa Facebook and protecting demu wa Facebook. Imagine mtu kuamua kila kitu ende chini, kila mtu kuweka kila kitu chini because of that lady. Oh my God. Sometimes watu bwana, mwache kuchukulia watu like Ogobina amesacrifice kumbe vitu mingi, Ogobina kumbe amefanya vitu mingi juu ya demu wa Facebook, Ogobina kumbe alidecide hata yani jina yake iharibiwe, kila kitu iharibike because of demu wa Facebook. Oh my God, oh my God. Now, ladies and gentlemen, hello again and welcome back to Jibamba TV. My name is Majoga Music. Welcome. Ladies and gentlemen, kuna habari ambayo hivi sasa, habari ambayo tumezidi kupokea, habari kuhusu Ogobina na demu wa Facebook. Oh my God. Ladies and gentlemen, sisi wote watu walikuwa wakitroll demu wa Facebook, watu wamekuwa wakitroll Ogobina, wakisema kuwa ni nini kilikuwa chanzo ya demu wa Facebook kuachana na Ogobina. Naam, ladies and gentlemen, tulikuwa tunajua wote, ilikuwa inasemekana kuwa kitu na ambayo ilisababisha demu wa Facebook atoke pale kwa weekly show ilikuwa ni ex-girlfriend wa Ogobina ambaye ni Liz Kawela. Ndio alikuwa anataki demu wa Facebook pale, jambo na ambalo iliweza kufanya demu wa Facebook atoke pale. Lakini ladies and gentlemen, tukakuwa baada ya some time tukakuja kurealize pia another thing ambayo ilikuwa inachangia demu wa Facebook atoke pale kwa weekly show na akaenda zake akafungua show yake ambaye ni mpya ambaye ni Ombea. Ilikuwa ni management ya demu wa Facebook ambaye ni Andrew na management ya Ogobina haikuwa inaingiana ama haikuwa inapata agreement nzuri. Sisi wote tukajua hivyo, tukadani mambo iko hivyo na tukajua hizo ndizo chanzo ama ndiyo mambo yaliyosababisha demu wa Facebook, ladies and gentlemen, atoke kwa Ogobina aende aanze kujifanyia kazi yake. Oh my God. Bila sisi kujua, kulikuwa na hidden story, kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa chini, mambo ambayo yalikuwa ni mangumu, mambo ambayo yalikuwa yanapea demu wa Facebook kila siku kulia machozi, mambo ambayo demu wa Facebook, oh my God. Inauma sana ladies and gentlemen, kuona mtoto ambaye anajituma, mtoto ambaye tulikuwa ametoka tu huko Kitale tu, mtoto ambaye hajajua town, yani mtu tu ambaye tungemshikilia mkono akipitia mambo kama hii yote. So ladies and gentlemen, kuna hii story ambayo iliweza kuarise, tukaweza kuona Ogobina baadaye akidelete video za demu wa Facebook pia. Zote akizidelete. Video za demu wa Facebook delete. Watu wakashindwa, mbona Ogobina ameamua kudelete hizo video? Watu wakawa wanasema, Ogobina maybe anatumia pesa mingi, baada anapata pesa mingi kupitia hizo video. Watu wakasema, video za demu wa Facebook umetumia demu wa Facebook, sasa ndio sasa unakulia video zake. Watu wakasema siji nini. Hadi Ogobina kaamua kudelete hizo video. All this it was to protect demu wa Facebook, lakini watu kumbe hatukuwa tunajua. So, ladies and gentlemen, chanzo na ambayo iliweza kufanya Ogobina ama demu wa Facebook aondoke the weekly show, it was like alikuwa na feel the guilt that Ogobina is being Ogobina, jambo na ambalo ilifanya weekly show ikashinda chini. Let us live among the management, let us live among Liz Kawela, let us live among all things. It was Ogobina feel guilty. Akaona kuwa like anapitiza demu wa Facebook shida mbaya demu wa Facebook hataki kanapitie. Like watu walikuwa wanaingia pale, wanatroll demu wa Facebook, wanatukana demu wa Facebook for nothing. Ladies and gentlemen, Ogobina mwenyewe alikuwa anapata fire. Watu wanakuwa likiingia kwa demu wa Facebook, hizo vitu zinaenda kwa mtandao sasa. Ogobina mwenyewe alikuwa anatrolliwa, anaambiwa venye anapata pesa mingi tu demu wa Facebook, anaambiwa venye ametumia demu wa Facebook vibaya. Hadi imagine gari ambayo Ogobina alinunua demu wa Facebook willingly kutoka kwa roho. Tena inasemekana kwamba hiyo gari Ogobina alinunua demu wa Facebook tu kuchanga tu pole pole. Akipata ka 50k ana deposit, akipata ka 100 ana deposit, akipata ka 30 anatupa. Hivyo ndio hiyo gari ilinunuliwa. Lakini hadi gari ambayo demu wa Facebook alinunuliwa, watu wakaanza kutext Ogobina wakisema kuwa sasa umetumia demu wa Facebook, umeona sasa umdanganya na kagari kadogo, siji nini. All this drama, it was because of fans. Na hao fans si fans wa ukweli, ni wale fans ambao wamehate demu wa Facebook, na hao fans inasemekana percentage kubwa ni wanawake.
Mimi beta nikuchukia but nikuambia ukweli hapa because Ogobina mwenyewe ameweza kujifungua. Some few hours ago tulimeweza kuona hizo video zote. Kila mtu ameona kwa YouTube ikiwa shared, demo wa Facebook akijifungua akisema mwenyewe hiyo ndio jambo ilikuwa inasababisha Weekly Show ikaanguka chini. Let us leave about the Kawela, let us leave about the management, let us leave vitu zote. Lakini wanawake, they are our own enemies. Ni nyinyi ndio mlisababisha wanawake. I'm talking to all women. Kama wanawake wewe ulikuwa unajua unachukia demo ya Facebook, kama ulikuwa unangangana kutuma huko messages mbaya mbaya, so ulicontribute pia demo ya Facebook afanye nini? Atoke kwa Obina. And that is very bad, ladies and gentlemen. Na story ya wanawake kuangushana na wanawake kwa wanawake imekuwa too high. Tumeweza kuona tu kama tu running ya Prince Indah. Prince Indah amefanya tu pre-wedding ya traditional. Tukaweza kuona venye watu wanaingia pale, venye kuna Ogobina waliingia pale na machopa nini. Watu wameanza tu mademo, wameanza tu control pale, okay, comment vibaya. Demo anaambia huyo demo wa Prince Indah, Nyamigori, will you stay in that wedding? Wewe unadanganywa. Wewe unajua Mjaluo atakuchiti tu, bado sijaenda kufanyia nini. All these stories is for ladies that are forcing their ladies to fall down. Sasa hii Nyamigori yake ashana hiyo wedding, ama Nyamigori yake amua atoke kwa Prince Indah, atoke. The same ladies they will still talk, they will still go ahead na kuanza kutokana. Wewe ulikuwa unaringa juzi na harusi, ona sasa hii umetoka sasa, utakuwa nini? Utaenda wapi? Utafanya nini? So hii kitu imenifanya nijifunze kitu kuwa niseme, when you have your own business, hata watu waongelee nini, hata watu waseme nini, it's better umind business yako. Because Prince Indah mwenyewe hata harusi yenyewe bado hajafanya. Lakini uko na backlash yenye iko online saa hii. Uko na ile ma comment watu wanarushia Nyamigori. Yaani huyo mwanamke wa Prince Indah ameweza kupitia mambo na ambayo hata yamenilemea. Jambo na ambalo kuitokana kwa demo wa Facebook. Kutroliwa, umedanganywa, huyo ni Ogobina, hakuna watoto wake, hata kuoa, hata kufanya anything, washa kudanganyika, wewe ni mtoto mdogo, sijitafuta bwana tu, waleka, toka kwa Ogobina, anakutumia, mambo mingi ambayo hayangemsaidia demo wa Facebook. Hadi Ogobina kaona, akafeel guilt, akasema, because naona watu wanaangalia huyu madam sana. Naona watu wanafanya huyu madam wangu hivi sana. Let me just do this, Wacha nitoe tu demo ya Facebook kando kidogo, nitulie. Then we start now a new journey. After Ogobina ametoa demo ya Facebook kando kidogo na katulia, wacha Ogobina sana apewe vita. Wewe umeshapata ma video, sasa umetumia demo ya Facebook, umeacha na demo ya Facebook, umeshapata hizo ma video saa hii, ma likes unakula, nini, ma trolling tena mingi. Ogobina juiza kaamua video zote chini. So as speak right now, demo wa Facebook aliweza kujifungua mwenyewe akasema ni guiltiness of Ogobina alikuwa na feel that I paid them on Facebook a man, like what I paid them on Facebook a man. So as we speak right now, views naenda kufanywa reversed. Ogobina baada demo on Facebook wenda kwa Ogobina sasa, Ogobina will now come to baby. Then Mbeya will be now Mbeya. And then we saw now nani atakuwa anatumia mwingine, because people wakati na ambapo Ogobina alikuwa kwa demo on Facebook, mlikuwa mnasema Ogobina anatumia demo on Facebook. So Ogobina akapuli kila kitu down. Na sasa Ogobina is planning to go to Mbeya. Afanya demo wa Facebook wa Mbeya, ndio tujue sasa mtasema nini tena. Haters watasema nini tena. Haters, what will haters say now concerning demo wa Facebook and Ogobina? Inauma sana kuona mwanamke mwenzake akiangusha mwanamke mwenzake chini. Inauma sana, ama mwanaume mwenzake akiangusha mwanaume mwenzake chini. Wanaume waetiana lakini si wanawake. Wanawake kwa etiana ni jambo na ambalo ni mbaya sana. Na wanawake kwa kiamua kuhetiana ni jambo na ambalo inafanyanga wanawake tu wanarudi chini mara moja. Ni nauma sana, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, kama uko hapo, make sure una subscribe channel yetu, because hii channel yetu inaleta matangazo ambayo ni ya kweli, matangazo ambayo imekuwa updated, matangazo ambayo tumeangalia ina negativity pale popote ama ina mambo mengine yote mbaya. Matangazo ambayo mimi naeletea ni matangazo ambayo najua yamekutoka venye imesemwa na ina deliver message kulingana venye vitu ziko kwa ground na venye mambo yanaendelea. So I'm your co-host Majoka Music. Make sure you subscribe this channel. Up to the next video. Bye. Make sure you subscribe this channel as we move to figure at least
to 100k subscribers, ndio tukizidi kupata habari ikuja ikiwa full. So I'm Majoka Music, subscribe Member TV. Tukutane to the next video. Bye bye.